Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika YouTube channel yetu, tukizidi kukujuza taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania. Moja ya taarifa kubwa zaidi ambazo tunakuangazia siku ya leo ni kuhusiana na masuala ya kiusajili yanayoendelea ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Unaambia kwamba balaa jipya mjini, yani mjini kuna balaa jipya. Sasa kama unataka kulijua balaa hilo, basi kaa karibu na channel yako pendwa ya Bongo One Media ile moja kwa moja uweze kujua balaa jipya mjini limekaaje. Kila mmoja anataka kuona kile kitu ambacho ni kizuri. Nadhani kila mmoja anataka kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Wameendelea kufanya usajili kimya katika hiki kipindi cha dirisha kubwa la usajili, ambapo tayari mashindano mbalimbali yamemalizika. So kinachosubiriwa ni kuona namna gani Simba watawatangaza wachezaji wapya ambao wamewasajili katika hiki kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Mimi nitaomba nieleze yale ambayo yanaendelea kutikisa katika mitandao ya kijamii. Naweza nikasema kwanza tuzungumzie usajili wa mchezaji huyu anayesajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Unaambia kwamba bara jipya mjini, deal done. Simba Sports Club wamekamilisha usajili wa winga wa kulia wa Coastal Union Bakari Msimu mwenye umri wa miaka 18. Msimu amesaini Simba mkataba wa miaka 3. Kocha Steven Becker amemtaka Bakari na viongozi wa Simba wametimiza. Yes, anaitwa Bakari Msimu mwenye miaka 18. Niko hapa kuthibitisha kuwa Bakari Msimu ni bara jipya ndani ya Simba Sports Club. Mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba yako majina ya wachezaji ambao wanasajiliwa. Naweza nikasema yako majina ya wachezaji 4. Yes, si tumeanza na hili bara jipya la Bakari Msimu, lakini naweza kusema kwamba ndani ya klabu ya Simba wako wachezaji 4 ambao wanakwenda kusajiliwa au wamesajiliwa na usajili umekamilika. Kama mwanzo nilivyokutajia taarifa za Bakari Msimu, sasa taarifa nyingine ni kuhusiana na Chobwedo. Watu wengi walizungumzia issue ya Chobwedo kusajiliwa Simba. Kuna wengine wakawa wanakataa taarifa hizi, lakini ukweli ni kwamba taarifa za kuthibitika ni kwamba Chobwedo ni mnyama. Chobwedo amesajiliwa ndani ya klabu ya Simba Sports Club kwa kitita cha shilingi milioni 170 kwa mkataba wa miaka 3. Hiyo ndo taarifa kubwa zaidi ambayo imezua gumzo zaidi tena katika mitandao kuhusiana na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ramadhani Salum Chobwedo amesaini kandarasi ya miaka 3 na klabu ya Simba Sports Club ya Dar es Salaam Tanzania, akitokea TRA ya Arusha, ambapo mkataba huo unatajwa kuwa na thamani ya milioni 170 za Kitanzania kwa miaka 3, ambapo chanzo kimenipa taarifa za awali kuwa sehemu ya kiasi tayari kimeingiziwa mchezaji kwenye akaunti yake. So Ramadhani Chobwedo kuna kiasi cha pesa tayari ameingiziwa kwenye akaunti yake kwa ajili ya kusajiliwa Simba. Tukikumbuka moja ya takwimu bora kabisa ambazo amekuzionyesha Chobwedo, kwanza ni yale manyanyaso ambayo aliyafanya katika mechi ambayo Yanga Sports Club ilishindwa kuondoka na point 3 dhidi ya TRA. TRA ni moja ya timu ambayo imekuwa ikionyesha uwezo mkubwa. Usisahau kwamba katika timu hizi za Kariakoo kumekuwa kuna tabia mchezaji ambaye anawasumbua sana wanamsajili. Kama unakumbuka kwamba Yanga, unaambia kwamba Yanga unaifungaje? Watu walikuwa wanajiuliza Yanga hii unaifungaje, lakini mchezaji wa TRA akawa amewafunga. Baada ya hapo Yanga Sports Club wakawa wamemsajili mchezaji huyo. Sasa ule usumbufu ambao wachezaji wamekuwa wakimuonyesha mara kwa mara, mchezaji ambaye amekuwa akisumbua mara kwa mara, mara nyingi mchezaji huyo wamekuwa wakimsajili. Sasa baada ya Simba wao kuwa wamesumbuliwa au kuona Yanga imesumbuliwa na Ramadhani Chobwedo, basi naye wamemuainisha katika wale wachezaji ambao wanasajiliwa ndani ya timu hiyo. Sasa nishakwambia orodha ya wachezaji ambao Yanga Sports Club watawasajili, lakini pia nimeanza na upande wa Simba. Yaani nimeanza na Simba, lakini pia nitakuja kukwambia na Yanga wapi ambao watawasajili katika hiki kipindi cha
dirisha kubwa la usajili. Lakini jambo kubwa zaidi, tumeamua kuanza na wale ambao wanasajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Hadi sasa kama nilivyokuambia kwamba Simba tayari katika orodha ya wachezaji ambao wanawasajili ni wachezaji wafuatao wanne. Kama nilivyokuambia ni Bakari Msimu, ni Ramadhan Chobwedo, lakini pia mchezaji mwingine ni Kevin Nation. Yes, Kevin Nation ni mmoja wa wachezaji ambao wanatajwa kusajiliwa ndani ya klabu ya Simba. Kevin Nation amechezea vilabu mbalimbali katika ligi ya Tanzania. So naye ni mmoja wa wachezaji ambao wametajwa kusajiliwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia jina lingine ni la Nathaniel Raphael Chirambo, kwamba Nathaniel Chirambo amekamilisha uhamisho wake wa kujiunga na klabu ya Simba Sports Club akitokea katika klabu ya Azam FC, ambapo anamaliza mkataba wake na matajiri hao wa Chamanzi. Chirambo mwenye miaka 24 anatazama kuwa mbadala wa nyota Shomari Salum Kapombe, wakati ambao pia Azam walifanya jitihada za kumbakisha nyota huyo wa Kitanzania. Simba Sports Club tukitazama ni moja ya timu ambayo imefanya usajili mkubwa katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Wamefanya mabadiliko makubwa sana, na mabadiliko hayo kwa namna moja au nyingine naweza nikasema kwamba yalikuwa na tija. Ukija kutazama kusajiliwa kwa kina Aula, kina Aula wamekuja kuleta mabadiliko ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Yes, akina Aula, Ino Jospin Loemba, akina Klatus Chota Chama, lakini pia na akina Gue. Yes, hawa ni moja wa wachezaji ambao wamesajiliwa katika kipindi ambacho Simba Sports Club haikutarajiwa kuona ikisajili. Akina Ismail Tule, lakini wamekuja kuwa ni nyota ambao wamefanya makubwa zaidi ndani ya klabu ya Simba, kiasi kwamba Simba imekuja kuondoka bila manunguniko kwa mashabiki zake. Simba mara nyingi tumekuwa tukishuhudia tukiona msimu ukiisha wananungunika zaidi ya misimu 5, misimu 4 niseme, wamenungunika sana mashabiki zao, lakini msimu huu hawajawadai sana, nje na kukosa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania, lakini kutoa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Hii moja kwa moja imewapa nguvu na ziada kwa mashabiki kuona kwamba timu msimu ujao, kama kutokuwa na mabadiliko makubwa, basi timu hiyo inaweza ikafanya vyedi kabisa, yani inaweza ikafanya vizuri. So kile ambacho Simba wamekifanya kwa kusajili wachezaji hao katika kipindi cha dirisha dogo la usajili kimeleta uhai katika kikosi, kiasi kwamba Simba imetoa kombe la Muungano Cup, mashindano ambayo yalifanyika Zanzibar, na kwa kuwafunga watani zao wa jadi ambao ni klabu ya Dar Young African, bao ambalo lilikuwa ni dakika za jioni, ambalo liliwawezesha Simba kutoa kombe hilo. Ilikuwa ni ubabe wa aina yake. Lakini pia nikukumbushe kwamba Simba wakati wanatoa kombe la CRDB waliondosha timu ya Azam, ambao Azam wao waliondosha Yanga. Hayo yote ni mabadiliko ambayo klabu ya Simba Sports Club waliyafanya kutokea katika kipindi cha dirisha dogo la usajili. Kama Simba wangefanya vizuri katika usajili katika msimu uliopita, msimu wa 2025-26, basi msimu huu 2025-26 kuelekea 26-27, Simba tayari wangekuwa wameshachukua makombe mengi. Yaani kile kipindi ambacho msimu wa 2024-25 unaisha na tunaanza 25-26, wangefanya usajili mzuri, basi Simba msimu huu wangetoa makombe mengi. Lakini kile walichokifanya, wamejitahidi kiasi chake. So tunasubiri msimu mpya wa 2026-2027 nini watafanya katika usajili, tukianza na usajili wa wachezaji wazao ambao wameufanya, kisha tutaenda kuangalia je, watavuna kama kile ambacho wamevuna msimu uliopita, au watavuna zaidi, hasa kufanya vizuri katika mashindano ya kombe la kimataifa, hasa upande wa kombe la klabu bingwa. Ndio taarifa kubwa zaidi ambayo inazungumzwa kwa sasa katika mitandao kuhusiana na sajili 4 za klabu ya Simba. Hizi sajili ambazo Simba Sports Club wamezifanya katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili, unazipa big yes au big no? Ni kupitisha haraka wachezaji wenyewe ni Bakari Msimu, Chobwedo Ramadhan, Kevin Nation na Chilambo, Nathaniel Chilambo. Je, usajili unaupa big yes au big no? Unaweza kushare katika upande wa comment section. See you next time. Bye bye.